Mambo vipi mdau wa G Hamasa? Karibu kwenye uchambuzi wa tamthilia ya Six of Us. Leo meza imepinduka, siri zimevuja na usaliti umetawala. Shusha pumzi, twende sawa. Kipande hiki kinaanza pale benki. Osman Bey anajifanya mstaafu mwenye heshima, anawaomba akina Melis na Remzie wamsubiri kidogo akamsalimie meneja. Lakini ukweli ni kwamba mzee huyu ni nyoka. Alichukua pesa zote za mkopo ambazo nyumba ya kina Remzie imewekwa rehani na kusepa nazo. Remzie na Melis walibaki wameduaa, huku mfanyakazi wa benki akishangaa kwa nini bado wapo. Melis amepata mshtuko wa moyo akijua wameingizwa mjini na sasa nyumba yao iko hatarini kuchukuliwa na benki kwa deni wasilolijua. Huku mtaani, Devran wanakutana na wadogo zake Azize, Fidan na Samet. Devran anatumia akili nyingi, anajifanya kumwomba Samet, ambaye sasa ndio anahesabika kama mwanaume wa nyumba pale kwao, ruhusa ya kuongea na Azize. Anamdanganya mtoto kuwa yeye ni mhanga pia na hana makosa, na Samet anamwelewa. Hapa tunaona mchezo wa Fidan na Hazar pia. Fidan anasema hataki kabisa kupenda kwa sababu mapenzi yanatesa. Anamchokoza akimwambia, usiseme hivyo, utakuja kulamba matapishi yako. Azize, mama na wengine wanaanza kupanga maisha yao mbali na utajiri wa Alaz. Wanapanga kununua cherehani ili mama yao aanze kushona nguo na kufanya biashara ya keki na vitafunio kwenye migahawa. Hata hivyo, hali ni ngumu kwa sababu Azize na Zelihia wote ni wajawazito. Azize anasisitiza kuwa hataki msaada wa mtu yoyote, hasa wa Yavuz au familia ya Alaz. Yusuf anaumia sana moyoni. Ameamua kuuza mali zake kwa bei ya chini ili apate pesa ya kulipa deni la Devran. Rafiki yake Fatih anamfundisha mchezo wa kamari kupitia app ya simu. Yusuf yuko tayari kuchukua riski yoyote ili apate pesa haraka. Hajali hata kama atapoteza kila kitu. Hapa ndipo tunaona Yusuf anavyoanza kujiingiza kwenye shimo lingine la kiza kwa sababu ya ghadhabu. Devran anamfuata Azize na kumwambia makubaliano na Haidar yalikuwa ya uongo tu ili kutuliza hali. Azize anauliza, kama yalikuwa ya uongo, kwa nini mlinificha? Devran anaapa kuwa atawafukuza Parvin na mzee Alaz ndani ya nyumba yao ili waishi wao wawili tu kwa amani. Azize bado anamkatalia akisema, wewe huwezi kukimbia, heshima yako haitakuruhusu. Huku ndiko hali ilipochafuka zaidi. Parvin amefika kwa akina Remzie na dhahabu. Azize amegundua kuwa Parvin anataka kumposa Melis kwa Hazar ili amkomoe Azize. Parvin anawadanganya kina Remzie kuwa Melis atakuwa mke wa mkuu wa ukoo na ataishi kwenye majumba ya kifahari. Azize anapiga kelele akimwambia Melis asikubali kwa sababu Hazar ni mtu mbaya. Mtumishi wa ndani, Gulsum, anaongea na mzee Alaz kuhusu kifo cha Bekir. Gulsum anajua kuwa Bekir alimuua hotelini. Mzee Alaz ana panic na kumwambia Gulsum uache kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Hapa inagundulika kuwa Hazar anajua siri hii na anaitumia kumtishia Devran. Sehemu inaishia kwa Azize kukata tamaa na kutishia kuondoka peke yake baada ya mzee Alaz kumtishia kuwa lazima urudi nyumbani hata kwa nguvu kwa sababu ya mkataba wao na Haidar. Familia ya kina Remzie imebaki njia mpanda. Hawana nyumba, hawana pesa na sasa wanaletewa posa ya Hazar kama uokovu uliobaki pekee. Je, Melis atakubali kuolewa na Hazar ili kuokoa nyumba yao isiuzwe na benki baada ya utapeli wa Osman? Devran atathubutu kweli kumfukuza mama yake Parvin ili kumridhisha Azize? Yusuf atatoboa kwenye kamari au ndio kwanza anazama kwenye umaskini wa kutupwa? Acha maoni yako hapo chini na usisahau kugonga like na kusubscribe na kufollow akaunti yetu kama bado kwa updates zaidi za Kinyamwezi. G Hamasa, tunakupa zaidi ya hadithi.